ni sehemu ya pili ya Magic Class. Miaka 2 imepita sasa. Usiku wa kutisha ulioitikisa shule ya Magic Class. Mito ya damu ilitiririka, vioo vilivunjika, milango ililia usiku kucha, na mapepo ya kale yalishuhudia binti mdogo mwenye miaka 25 akipambana na giza lililorithiwa na vizazi. Na sasa katika shule hiyo hiyo ya Magic Class iliyojaa kumbukumbu tele, Phoebe amerudi, lakini si tena kama mwanafunzi bali kama mwalimu. Alirudi taratibu akiwa amevalia gauni jeusi la kuvutia, macho yake yakiwa yamejaa hekima na huzuni ya zamani. Uso wake ulitulia, lakini ndani ya moyo wake bado kulikuwa na kilio cha mateso aliyopitia. Hakuna aliyeweza kusahau jina lake katu. Hata walimu wapya waliposikia tu Mwalimu Phoebe walitetemeka kwa heshima isiyoelezeka, kwa sababu wote walijua alikuwa hai, lakini moyo wake ulipita kaburini na kurudi. Darasa lilijaa ukimya wa kutosha. Wanafunzi walitulia tuli, wakimtazama kwa hofu na hamu ya kutosha. Katika meza kuu alisimama mbele ya ubao ulioandikwa kwa maandishi ya kale, lugha ya watu waliokufa. Kitabu kikongwe cha roho kilikuwa mezani kwake. Mara ya mwisho kilifunguliwa, damu yake ilitiririka kutoka katika kurasa zake. Phoebe alipumua kwa kina, kisha akasema, "Karibuni kwenye darasa la roho. Hapa hatufundishi tu uchawi. Hapa tunafunza namna ya kuishi na vifo ambavyo havikukamilika." Wanafunzi walitazamana kwa mshangao mkubwa. Hii haikuwa shule ya kawaida. Wengi wao walitumwa na wazazi wao waliotaka wajifunze uchawi wa kinga. Hawakujua kuwa walikuwa wanatumbukizwa kwenye historia ya giza la familia ya Phoebe. Usiku wa kwanza wa darasa, mlango wa maktaba ulijifungua wenyewe. Kitabu cha majina yalolaaniwa kilianza kuandika majina ya wanafunzi waliwepo, bila ya mtu kugusa wala kuandika. Jina la Neema, mmoja wa wanafunzi wapya, liliwaka kwa moto wa blue. Phoebe aliliona hilo, akastuka kweli. Hii ilikuwa ishara kubwa kwa kurudi kwa laana, lakini hakutaka kuwatisha wanafunzi. Mwanzo wa laana mpya ulikuwa umeanza sasa. Katikati ya usiku mzito, walimu wengine walihisi hewa nzito kwenye korido za nyuma. Ndani ya chumba cha walimu, picha ya mwalimu aliyekufa miaka 100 iliyopita ilianza kulia kwa sauti. Mwanamke ilikuwa ni Mwalimu Justina, aliyewahi kulaaniwa kwa kumpenda mwanafunzi wake. Roho yake ilikuwa imerudi sasa, si kwa msamaha tena, bali kutafuta mwili wa kutawala tena. Na alikuwa amemchagua mwanafunzi mmoja wa kike ambaye alifanana naye sana. Aliitwa Amina. Baada ya kugundua hilo, Phoebe aliingia kwenye mzunguko mpya wa vita vya kiroho. Alijua kuwa hatoshi kuwa mwalimu tu, ilibidi awe mlinzi wa shule nzima. Alikaa peke yake kwenye ukumbi wa mawe alipokuwa akisoma maandiko ya ukoo wake, akitafuta njia ya kuzima laana mpya, lakini kila hatua aliyochukua, nguvu za giza zilimkaribia zaidi. Phoebe alikuwa amekaa chini ya mti mkubwa wa mizimu akiomba. Akiwa amechoka, ghafla upepo mkali ulivuma na sauti ya baba yake mzimu ikimjia tena, "Bado hujakamilisha Phoebe, laana bado ipo. Wataumia kama hutakubali nafasi yako." Phoebe akafungua macho yake yakawa mekundu. Alijua sasa vita hii si ya mwisho. Usiku umerudi, lakini si usiku wa kawaida tena. Ni usiku wenye mvua ya damu, upepo wa maiti na vilio vya wanawake waliokwisha kufa zamani. Katika msitu wa nyuma ya shule kulikuwa na mto ambao kwa miaka mingi haukutajwa. Wazee wa kijiji waliuita mto wa laana. Walidai kuwa hapo ndipo alipoangamizwa mwanamke mmoja msaliti, aliyemsaliti mfalme kipindi hicho.
mwanamke kahaba mwenye nguvu ya ajabu ambaye laana yake iliendelea kuishi ndani ya maji. Sasa maji hayo yalianza kubadilika rangi, hayakuwa ya kawaida tena, yalikuwa mekundu kama damu ya kichawi. Mwanafunzi mmoja wa kike, Amina, alianza kuota ndoto zisizoeleweka. Mwanamke mwenye bangili nzito, macho mekundu na sauti ya uchungu iliyokuwa ikimwita kwa jina lake. Ndoto hizo zilimfanya Amina kushindwa kulala mpaka usiku mmoja akaamka akiwa amesimama kwenye kingo za mto huo mwekundu. Peku, macho yakiwa yamevimba na ngozi yake ikiwa na michirizi ya damu. Phoebe, akiwa kwenye chumba chake cha ghorofa ya juu, alianza kuona maono ya mto ukimezwa na roho nyeusi. Alisikia sauti ile iliyosikika zamani ya mzimu wa mwanamke aliyewahi kusalitiwa. Ni zamu yako kunikomboa, au nitakula kila mwanafunzi wako. Mara baada ya hapo, shule ikaanza kuyumba, vioo vikavunjika kwa ghafla, maktaba ikafunguka yenyewe na maandishi mapya yakaonekana kwenye sakafu ya darasa la uchawi. Mwanamke wa mtoni atarudi kupitia mwili wa mwaminifu. Niseme hiyo ndo mwisho episodi yetu ya pili. Usikose kufuatilia episodi ya 3, episodi inayofuata. Msimuliaji wako na mwandishi wako ni mimi, Madam Ray.